Evodia alikuwa ni single mother, aliishi hivyo kwa muda wa takribani mwaka mmoja. Aliachana na mume wake, so akawa analea mtoto peke yake, na baadaye Evodia alipata bahati ya kupata mume na kuolewa. Kwa mujibu Evodia anasema wakati wanaishi kwenye ndoa na mume wake akamzalia tena mtoto mwingine wa kiume, na yule wa mwanzo pia alikuwa ni wa kiume. Jumla alikuwa na watoto wawili. Baada ya kuishi kwenye ndoa kwa takribani miaka 5, baadaye baba wa yule mtoto wa Evodia, yule ambaye alikuwa ni single mother alimuolia naye, akaja kutaka kuja kumuona mtoto wake. Evodia akamshauri mume wake, bwana jamani, nilizaa naye anataka kuja kumuona mtoto. Akamwambia it's okay, awe anakuja. So ila akamwambia akiwa anakuja inabidi na mimi niwepo. Ile hali jamaa ikawa inamtesa kuona mzazi mwenzie mkewe anakuja pale nyumbani mara kwa mara. Alichoamua akawachukua wale watoto wote wawili akawapeleka shule ya boarding, wakawa wanasoma boarding. Huyu mzazi mwenza akija kutaka kumuona mtoto, anaomba mtoto yuko shule. Ile hali jamaa ikawa inamtesa, akaona kama kuna njama ya yeye kutenganishwa na mtoto wake. Sasa hivi umetokea ugomvi mkubwa kwamba jamaa anasema mtoto arudi boarding, atamsomesha mwenyewe. Lakini kiukweli jamaa uwezo wake kifedha ni mdogo, maana kama atamsomesha mtoto atarudi kwenye shule hizi za serikali, na Evodia anasema mtoto wake anahitaji kupata elimu bora ya huko ambako yupo boarding anakosoma. Na mchizi anasema mimi natoa tu elimu kwa watoto wangu wote na walea kwa sababu elimu ni haki yao ya msingi, na sihitaji kuwe na gap kati ya mtoto huyu na mtoto huyu, ndio maana wote nimewapeleka boarding school. Lakini baba mzazi anataka mtoto wake atolewe boarding school akamsomeshe mwenyewe kitaa. Nani ko sahihi? Evodia amekuja kwetu, anaomba ushauri, amsikilize nani kati ya hawa. Hapa kuna future ya mtoto wake, ila pia kuna haki ya baba kwa mtoto wake. Tukutane kwenye comment.